Kwenye chaneli yetu ya Maarifa Academy, bonyeza kitufe hiki chekundu ya subscribe hapa chini. Naam, sasa umejisajili. Watu wengi wanapoona maisha ya matajiri, huona matokeo, huona magari, huona nyumba nzuri, huona safari, huona mavazi ya gharama. Lakini kuna kitu kikubwa sana ambacho mara nyingi hakionekani: tabia. Kwa sababu ukweli ni huu: utajiri wa kweli hauanzi kwenye pesa. Unaanzia kwenye namna mtu anavyofikiri, anavyoishi na maamuzi anayofanya kila siku. Na ukiangalia kwa makini, utagundua kuwa watu wengi waliofanikiwa duniani wana tabia zinazofanana sana. Sio kwa sababu walizaliwa tofauti, bali kwa sababu walijifunza kuishi tofauti. Moja ya tabia kubwa walizonazo ni uwezo wa kuvumilia kipindi kigumu bila kukata tamaa. Watu wengi wanataka matokeo ya haraka. Wanatamani maisha mazuri, lakini hawapo tayari kupitia hatua ngumu zinazotengeneza mafanikio. Mtu anaweza kuanza biashara leo, halafu akakosa wateja wiki mbili tu na akaamua kuacha. Lakini watu wengi waliofanikiwa hawakuacha mapema hivyo. Walielewa kuwa kila jambo kubwa linaanza dogo, na kwamba mafanikio ni mchezo wa uvumilivu. Kuna watu leo wanaonekana wana maisha mazuri sana, lakini hawakuanza wakiwa na kila kitu. Wengine walianza kwenye vyumba vidogo, wengine hawakuwa na connections, wengine walikataliwa mara nyingi, na wengine waliwahi kubezwa na watu waliowazunguka. Lakini walikuwa na kitu kimoja muhimu sana: hawakusimama. Na hiyo ndiyo tofauti kubwa kati ya watu wengi wanaofanikiwa na wale wanaoshindwa. Watu wengi hushindwa sio kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanakata tamaa mapema sana. Matajiri wengi pia wana tabia ya kujifunza kila wakati. Hawajioni kuwa wanajua kila kitu. Wanaelewa kuwa dunia inabadilika kila siku, na mtu asipojifunza atabaki nyuma. Ndiyo maana wengi wao husoma vitabu, husikiliza mafunzo, hufuatilia maarifa mapya na hujifunza hata kutoka kwa watu wengine, kwa sababu wanaelewa kuwa akili ya mtu ndiyo mtaji mkubwa kuliko pesa. Ukimpokonya mtu mwenye maarifa pesa zake, anaweza kuzipata tena. Lakini ukimpa pesa mtu asiyejua kuzitumia, anaweza kuzipoteza zote. Na jambo lingine la kushangaza kuhusu watu wengi waliofanikiwa ni hili: wanadhibiti hisia zao. Watu wengi wakipatwa na matatizo hupanic, hukasirika, hukata tamaa. Lakini watu wenye mindset ya mafanikio hujaribu kutulia na kutafuta suluhisho, kwa sababu wanaelewa kuwa maisha hayawezi kwenda sawa kila siku. Kutakuwa na hasara, kutakuwa na maumivu, kutakuwa na kukataliwa, kutakuwa na vipindi vya giza. Lakini hayo yote ni sehemu ya safari. Na kama kila tatizo litakufanya usimame, hutafika mbali. Matajiri wengi pia hawatumii muda mwingi kujaribu kuwafurahisha watu. Hili ni jambo ambalo vijana wengi wanapaswa kulielewa mapema. Watu wengi wanaumia kifedha kwa sababu wanataka kuonekana wana maisha mazuri mbele za watu. Mtu hana hela, lakini anataka kuonekana tajiri. Ananunua vitu vya gharama ili watu wamsifie. Lakini watu wenye akili ya mafanikio hujenga kwanza kabla ya kuonyesha mafanikio. Wanawekeza muda wao, wanawekeza pesa zao, na wakati mwingine wanaishi maisha ya kawaida kwa muda ili wajenge maisha bora ya baadaye. Na ukweli ni huu: kuna tofauti kubwa kati ya mtu anayeonekana tajiri na mtu ambaye kweli anajenga utajiri. Kwa sababu wengine wanaishi kwa ajili ya kuonekana, na wengine wanaishi kwa ajili ya kujenga maisha ya kudumu. Na jambo jingine muhimu sana: matajiri wengi hujua thamani ya muda. Wakati watu wengine wanapoteza muda kwenye mambo yasiyo na maana, wao hutafuta namna ya kujiboresha, kwa sababu wanaelewa kuwa muda ukiondoka haurudi tena.
Na ukiangalia watu wengi waliopiga hatua maishani, utagundua walitumia miaka yao vibaya tofauti na watu wengi. Walikuwa tayari kujitoa sadaka. Walikuwa tayari kufanya kazi hata wakati hawajisikii. Walikuwa tayari kuendelea hata wakati hakuna anayewaamini. Na hapo ndipo watu wengi hushindwa. Kwa sababu wengi wanataka kuanza kuona matokeo kabla hawajatoa juhudi za kutosha. Lakini maisha hayafanyi kazi hivyo. Kila mafanikio yana gharama yake. Na mara nyingi gharama hiyo ni nidhamu, uvumilivu, kujifunza na consistency. Na labda kitu muhimu zaidi kuliko vyote, matajiri wengi wanaamini kuwa maisha yao yanaweza kubadilika. Hawakai wakisema, mimi siwezi, maisha yangu yameisha, fursa hakuna. Wanajifunza kutafuta njia hata kwenye mazingira magumu. Kwa sababu mindset ndio msingi wa kila kitu. Ukishindwa kuamini unaweza kubadilisha maisha yako, hutajaribu hata kuanza. Na siku nyingi, kinachowazuia watu si ukosefu wa pesa. Ni hofu, ni mashaka na kukata tamaa mapema. Lakini kumbuka hili. Hakuna anayezaliwa akiwa tayari amefanikiwa. Watu wengi unawaona leo walikuwa kawaida sana zamani. Tofauti ni kwamba walichukua hatua pole pole, kidogo kidogo, siku baada ya siku. Na baada ya muda, maisha yao yakaanza kubadilika. Kwa hiyo kama unasikiliza video hii sasa, usidharau ulipoanzia. Usijione umechelewa. Na usikubali mazingira ya kufanya uamini kuwa huwezi kufika mbali. Anza na kile kidogo ulicho nacho. Jifunze, jitume na uwe consistent. Kwa sababu maisha yanaweza kubadilika zaidi ya unavyofikiria. Na kama unapenda maudhui kama haya ya mafanikio, mindset, biashara, nidhamu na namna ya kujijenga kifikra, karibu sana kujiunga na familia ya Maarifa Academy. Subscribe ili usikose video zinazoweza kubadilisha namna unavyofikiria na kuangalia maisha. Kwa sababu hapa hatuzungumzii tu kuhusu motivation. Tunazungumzia mabadiliko. Sasa, nani anaweza kuniambia jinsi ya kujiunga na Maarifa Academy? Bonyeza subscribe. Ndiyo, safi sana.